nifurahi sana. Kwa sababu mama yangu pia atashangaa, maana surprise. Fanya kazi mapema, piga bingo yangu, nimenunua nyama. Shachoka kila siku mlenda, sijui mchunga, yani leo nataka kila kitonge na mboga. Tonge, mboga. Mama yangu ataenda kufurahi. Ngoja niingie nyumbani. Nifungulie, wewe unafunga mlango mapema hivi. Baby, nakuja. Fungua bwana, maana nimekuja na vitu vitamu hapa. Nakuja. Nilimwagikiwa na maji, sasa nabadilisha nguo. Baby, wangusha nini huko bwana, fungua. Baby, nabadilisha nguo. Nyama itaoza, nimekuletea nyama. Nyama mdogo. Nakuja. Wewe pokea nyama huku. Mwanangu. Nipokee basi. Lakini mwanangu. Sasa kwa nini leo umewahi hivi? Mke wangu wewe. Yaani ile kazi niliopewa leo, nikaifanya chap chap. Nikapata hela, nikasema hii hela leo hii nikanunue nyama. Nimechoka kula mchunga bwana. Asante mwanangu. Yaani kama Mungu yani. Wewe kuamini. Ni kweli? Baby wangu. Basi bisha usiniingie ndani nitulie kwanza. Mwanangu kabla hujaingia ndani. Kuna habari njema ambayo nataka nikupe. Habari njema? Ndio. Hebu ipi? Asante Mungu sababu kwanza hicho nataka kukuambia mume wangu mwenyewe utafurahi. Yaani kama Mungu kujue mapema. Habari njema? Ndio. Haya, habari gani? Mume wangu. Andunje kaja hapa. Kasema kwamba uende kuna dili. Rafiki yangu Andunje. Andunje ndio. Andunje kaja. Andunje kaja hapa kasema uende haraka sana. Sasa, hebu basi ngoja ninywe maji ya kunywa hapo niende. Una haja ni kunywa maji. Hivi ulivyoambiwa kwamba kuna kazi uende sasa hivi maana kasema usichelewe. Ndio kwa tu. Wewe nenda mume wangu utakunywa maji huko. Basi sawa. Lakini mimi naona tumbadilishe hata viatu kidogo nitoke smart. Ngoja nikavae viatu. Hapana mume wangu. Sasa utabadilisha viatu. Wewe unalaga gani wewe kubadilisha viatu? Mimi ninachokuiona ni bora ungeondoka sasa hivi kwa sababu anaweza akapata mtu akampa ile kazi. Kwani nitakosa? Sasa basi wacha mimi ngoja niende. Wewe nenda. Ngoja niende. Nenda mume wangu. Ngoja niende. Mume wangu. Haya mke wangu. Baadaye. Mume wangu. Kini? Mume wangu. Usisahau mke wangu. Hayo masontonyo nilokuletea hiyo nyama hiyo. Pika vizuri kabisa. Unamjua mtu wako kwenye masuala ile ya masontonyo. Usijali mapema. Nimetoka kula. Nenda unachelewa mume wangu. Haya. Bye. Baadaye. Umeshamdanganya kwamba wewe umemwita, umesikia?
Asa hivi kaja mbio huko kwako. Vaa haraka utangulie akukute kule. Mama, mama usilile kule nakimbia. Acha kuuliza maswali. Fanya nilichokuambia. Chap. Ndio jitahidi uwai. Bana vipi ndugu yangu? Hivi wewe na mazoezi wapi na wapi ndugu yangu? Mwanangu tunapunguza vitambi. Sasa angalia unafanya mazoezi kwanza angalia ulivyovaa. Chini umevaa jinsi. Sasa wewe alikwambia mtu anafanya mazoezi na jinsi nani? Baba hii haijaandikwa kwamba ni nguo ya mazoezi baba. Sio mpaka uvae traki. Hapana. Nguo wote unaweza ukajisikia ukafanya mazoezi. Tatizo hata chini kuna kusuta angalia. Hivi si mazoezi ya nyumbani babu? Niambie. Fresh. Sasa hiyo kuna kitu kimoja. Mimi nimekuja hapa. Sawa? Nimeambiwa na wife yani kwamba wewe unanihitaji. Unaona? Kwamba ndio bwana. Una kazi nini kwa hiyo nikaambiwa bwana nenda kwa Ndunje ndio anafahamu mchongote. Niambie. Vipi? Yes. Of course kabisa. Basi mimi nimekuja kwa ajili ya hilo. Tena kweli mwanangu, mimi nilifika nyumbani. Kaambiwa wewe umetoka, bado haujarudi. Sawa. Unaona bwana. Mimi kuna mshikaji kaja hapa. Anatafuta mfanyakazi. Mtu wa kazi? Yes. Basi mimi sina fiti. Sasa katika akili yangu nimechanganua. Nikaona mwanangu wewe fresh. Mimi si ndo kwendala bwana. Mimi kazi mwanangu, mimi kazi napiga. Hutoniangusha mwanangu. Na kuangushaje wewe kwanza? Jamaa katoka mbele kanifuata mimi anatafuta mtu wa kazi ujue. Sawa, mtu wa kazi si ndio mimi? Na wewe unanifahamu mimi napiga kazi. Wewe mpiga kazi. Ndio. Sasa iko hivi. Kazi yenyewe mwanangu. Ndio. Watakuwa kawe Bamedi mwanangu. Fresh kabisa. Ndunje, hivi una akili timamu kweli wewe? Mimi nina akili timamu na ndo manga kueleza issue kama hiyo babu. Au kwa sababu nyumba za polisi zinakutia ukichaa? No.
Unakujua hauko sawa wewe. Kwa nini niwe siko sawa? Andunje mimi. Baba unachagua kazi ndugu yangu. Yaani mimi nikafanya kazi kwa Ahmed. Sasa shida iko wapi? Hivi mwanangu, hivi kweli umesoma kweli unajua kweli hiyo? Neno Ahmed unajua maana yake? Maana yake nini? Sikiliza nikwambie. Andunje, Ahmed ni mwanamke ambaye anatumika kwenye masuala ya baa. Baba hata mwanaume pia freshi. Afu mshahara mkubwa sasa cha ajabu mwanangu. Sasa mshahara mkubwa mimi unanihusu kitu gani? Naangalia kazi yenyewe bwana. Mimi naangalia kazi yenyewe. Kwani shida iko wapi bwana Kondala ndugu yangu? Sikiliza Andunje, sikiliza. Hiyo kazi kafanye wewe. Ni Ahmed mimi? Kafanye wewe Ahmed. Hivi vinyumba vyenu vya ulisi hivi ndio vinakutia ukichaa? Kafanye kazi wewe. Sikiliza nikwambie, bora mimi nikauze matunda. Yale ninauza kila siku lakini sio Ahmed. Yaani huyo Ahmed kaingie wewe. Baba mbona kazi nzuri tu mwanangu? Kazi nzuri kapiga wewe bana. Oya kwa hiyo. Sasa nashukuru sana. Bwana. Hii jamani ingenikuta. Nusu linikuta sijafika. Bwana. Wewe ingenikuta. Na kwa mambo mengine ndugu yangu. Vipi? Kazi imekuwaje? Yaani mtu mwenyewe kumbe anifanyia kwa haraka eti nene nikafanye kazi kule. Kazi yenyewe Ahmed. Sasa na mbona unacheka? Au la kwenu ni moja? Mimi. Haya, mimi yangu moja na yule kwa vipi? Yaani unafurahia mimi nipea kazi kwa Ahmed, si ndio? Hapana. Sasa ndo kanitia kazi kwa Ahmed. Nikamwambia akafanye mwenyewe huko. Mume wangu kazi ni kazi. Usipotaka kazi? Kazi ni kazi. Kwa hiyo Ahmed ni kazi. Mimi mwanaume mzima nikafanya kazi kwa Ahmed. Ni kazi. Mimi mwanaume nikafanya, yani nikaandalia wana mwenzangu. Wakati unaanzaje kwanza? Akafanye mwenyewe huko hiyo kazi. Kuguza hasira. Umesikia? Kuguza hasira. Unaambiwa hivi. Kwenye dunia kuna Kiswahili wanasemaje wenyewe? Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Haya ndio Firauni. Yaani mimi natoka zangu huko. Nimevurugwa na kazi zangu na naleta kanyama kangu hapa upike tule. Oh, kuna kazi. Naenda kwa faster, akimbilia mbio moyo unaenda resi kufika kule kazi ya Ahmed. Na sio Ahmed ifanye mimi mwanaume Ahmed. Mungu kazi ni kazi. Ni bwana sitaki bwana. Afanye yeye. Hata maji sijanywa hapa ya kunywa. Sasa umerudi. Na maana sasa unaenda kwenye biashara zako au? Kwanza kashanitoa kwenye mudi ya kufanya kazi. Mimi leo siende kufanya kazi yoyote. Hapo labda kesho bora tu nikachukua matunda yangu hapo kesho nikanunua kwa jumla nikauza kwa rejareja kule mtaani basi. Kazi ya Ahmed. Basi mume wangu. Hao ndo binadamu. Kanichukulie maji ya kunywa kwanza mimi. Shachoka. Kwa hiyo umeenda na kiu yako mwenyewe. Ukaona kiu yako akimbilia kazi. Kazi ya Ahmed. Usimuone hapa nilipotoka toka. Mwangalie nao. Kucheka. Ngoja nitaka tena mchele wangu mimi sije kuja kumwaga na hasira zako. Hata hivyo, mimi nitautafuna huo kwa hasira na utafuna wote. Kiukweli maisha haya hatupaswi kuchagua kazi Kabisa. Umeona? Kwa sababu unajikuta wewe hauna elimu, hauna fani aina yote ile. Unataka kazi nzuri, mshahara mwingi, umeona?
au unajikuta eti unahitaji kuwa driver wa magari makubwa. Garage hujafika. Elimu hauna. Vipi unachagua kazi rafiki yangu? Mimi watu wananisema kutokana na biashara yangu ile pale ya miogo. Umeona? Wengi sana wananisema hapa mtaani. Oh, jamaa kafeli, sijui nini, maisha sijui umeona? Kwa kibao maneno kibao mimi nasikia. Umeona? Mimi navunga kutokana najua kitu gani nakifanya. Umeona? Mimi ni kama mwanaume siwezi nikachagua kazi. Na kuchagua kazi ndio kunafelisha hata nchi yetu kwa sababu unakuta mtu watu wako maskani, sijui hali ngumu, mama sijui kabana pesa sijui nini na nini. Umeona? Unaona kama kijiweni unakaa maskani afu unategemea eti upate hela. Maisha yawe rahisi rafiki yangu. Inawezekana kweli? Wewe vipi utachagua kazi babu? Mimi ndio maana nimeamua kujishughulisha na biashara yangu ile ya miogo rafiki yangu. Kwa sababu unajua ni kitu gani ninachokifanya. Mimi napata kipato pale. Sawa sawa. Ushanelewa mpaka hapo? I say. Kwanza nikuombe samahani. Kwa sababu mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao walikuwa na kusema. Lakini nikaona hapana. Nije kwanza nikuone ndugu yangu Masu. Kwamba umepata ujasiri kiasi gani? Umewezaje mpaka ukafikiria kufanya biashara ya mihogo, kuuza vitumbua? Hali ya kuwa kijana kama wewe unaweza ukafanya pia mambo mengine. Maana kazi zipo nyingi za kufanya sana ndugu yangu. Lakini hiyo mihogo imekaaje? Hilo ni kweli unazungumza ndugu yangu. Naam. Sawa. Shughuli zipo nyingi. Tena zipo nyingi sana. Ila kuna msemo wa Henga wanasema wingi si hoja. Sio, umeelewa mpaka hapo? Elewa. Wingi wa kazi sio sababu ya mimi kuchagua kazi ambayo mimi naitaka. Ndio. Sawa. Au kuitaka kwangu pesa haisababishi niendee kwa pupa. Sio, umeelewa? Sawa. Mimi nimefikiria sana swala la kuuza mihogo. Umeona, kwa sababu ndio kitu ambacho ni rahisi kwangu. Oe, bwana kwenda wapi? Bwana vipi ndugu? Safi bwana. Janja. Vipi? Safi safi. Masu niambie. Fresh kama kawaida. Side. Vipi? Fresh brother. Niambieni. Naona mmetulia. Umetulia, naona mwanangu uko hai hai kidogo. Bwana Masu bwana. Nipigiwa simu hapa na fundi, nilimpa basikeli yangu atengeneze. Sasa kashatengeneza, kanipigia simu bwana, njoo chukue, na mimi nina safari. Kwa hiyo nawahi kuchukua basikeli ende katika safari zangu. Ndio hilo. Mimi ndio kuna mengine, maana mambo yako mengi rafiki yangu. Ndio hayo, hamna tatizo. Kwanza leo nashukuru sana mimi kuonana na wewe. Sawa. Kwa sababu kuna kitu ambacho kipo ndani ya moyo wangu rafiki yangu. Kinaniuma hatari. Yaani unajua kuniuma? Yaani kinaniuma hatari, yaani kinaniuma kabisa. Kila nikisema kwamba nikinyamaza hiki kitu, naona bado hainipi rafiki yangu. Yaani hainipi kunyamaza kabisa. Leo rafiki yangu mimi nakwambia. Kitu gani tena Masu? Duku. Rafiki yangu ile jambo mimi linaniuma sana moyoni. Tangu muda mrefu sana. Ushaona? Kwa sababu haiwezekani rafiki yako karibu eti anavaa viatu vyako. Viatu vyangu? Unajua Masu unanichanganya. Yaani kuna marafiki zako katika marafiki uliokuwa nao, sawa? Wewe ukitoka, yeye anaingia. Na hata hivi tunapozungumza, usikute tayari nyuma ameshaingia mzee. Unajua Masu, unajua unazidi kunichanganya. Oya. Masu vipi? Mbona sikuelewi unanichanganya, unajua unanivuruga akili? Sikiza nikwambie kitu rafiki yangu. Hii dunia kuna marafiki, kuna masnichi. Sawa? Katika marafiki zako uliokuwa nao, mmoja wapo ni snitch mkubwa sana ambaye haistahili kabisa hata kutembea naye. Rafiki yako eti anakuja anavaa viatu vyako. Hivi kweli inawezekana kweli? Masu, acha hizo bwana, sikiliza bwana. Kila mtu ana miguu yake. Iweje viatu vyangu mimi nivaliwe na marafiki zangu bwana? Sio kweli hii. Nisikilize ndugu wangu kwa umakini. Sawa? Kuna vitu vya kufikiria, sio kirahisi hivyo tu kaangalia viatu na nini. Sawa, wewe ni mtu mzima. Shona, unatakiwa ujiongeze ni kitu gani ambacho mimi nakimaanisha. Sababu. Sawa. Masu, unaona mimi nanichanganya. Mimi wacha niende zangu. Sawa jamani? Kwendala. Kubwa jinga. Kaa ufikiri. Mali zako zinaliwa. Hujue mnanichanganya. Ukitoka mwezi anaingia. Viatu vyako vinavaliwa. Mali zako zinaliwa kubwa jinga. Oya. Kuna kitu. Hebu subiri nikachukue basikeli mara moja, sawa? Narudi sasa hivi. Basi haina shida ndugu yangu. Ila ndio hivyo rafiki yangu. Haina noma mwanangu. Ngoja nifike kidogo nichukue basikeli chap. Basi poa mwanangu. Rafiki angalia sana rafiki yangu hapa. Poa. Haya poa, wewe chukua basikeli. Utajua. Haya.
Bwana leo siendi kazini, siendi. Sasa mume wangu umerudi. Wakati unajua kabisa kutoka kwako wewe ndio kula kwetu. Inakuwaje sasa? Wakati viatu vyangu vinavaliwa. Nitoke vivi? Si leo sitoki. Hapa nataka nijue huyo ni nani anavaa hivyo viatu. Yaani viatu vyangu vinavaliwa hivi ovyo. Viatu? Wangu. Viatu hivyo viatu gani? Shaambiwa viatu vyangu vinavaliwa. Sasa leo nataka nimuone anavaa viatu vyangu ni nani. Tena ili ujue kama mimi leo sitoki. Hii basikeli naingiza ndani. Haiwezekani. Yaani viatu vyangu vinavaliwa hivi. Sio kweli. Hapa sitoki leo. Ngoja naingiza basikeli. Unajua mume wangu unachanganyikiwa sasa. Hapa leo mimi nataka nione huyu anevaa viatu vyangu ni nani? Sasa mume wangu unachanganya. Hivyo viatu vyako ni viatu vya aina gani ambavyo vinavaliwa na mtu mwingine zaidi yako wewe mwenyewe? Utajua. Kwa hiyo umeona urudi ili uangalie kwa anavaa kiatu chako sio viatu gani. Ndio, yani leo siendi kazini, nataka nimjue wewe anavaa viatu vyangu ni nani? Hamna shida. Ngoja mimi niendelee na shughuli zangu basi. Sasa wewe kaendelea na shughuli zako. Mimi hapa sitoki leo. Sawa. Ehe. Njoo. Kaa. Mambo vipi? Mambo mazuri. Vipi? Mbona leo hujaenda kazini ndugu yangu? Bwana mimi nilitoka na basikeli hapa. Ndio. Niana madhumuni niende zangu kazini. Ndio. Lakini nimefika mtaa wa pili hapo. Nikakuta vijana wamekaa pale. Wakanisalimia, tukasalimiana vizuri lakini wananiambia, wewe mbona umekaa kubwa jinga mali yako inaliwa? Nikamwambia mali yangu inaliwa vipi? Wale vijana nasema wewe mzee acha ujinga wewe. Viatu vyako vinavaliwa. Viatu? Sasa utavaliwaje viatu babu? Viatu si hivi. Wewe ndunje acha hizo bwana. Sio viatu hivi bwana. Viatu vinavaliwa hapa. Sasa mimi nimerudi nije kuangalia huyu anavaa viatu vyangu ni nani? Sasa ndugu yangu hivi sasa ukimkamata utamfanyaje? Nitakachomfanya. Kwanza atanifanya mimi nirudi tena jela kama kipindi kile. Yeye unajua kama mimi nilikuwa jela? Silifahamu hivi. Ujue kuna kipindi kimoja wakati nilikuwa nalima, kuna jamaa alikuwa anaiba mahindi yangu shambani hapa. Sasa nimeambiwa na watu kwenda shamba nikamkuta yule bwana. Bwana nilichomfanya. Ulimfanyaje? Nilimkamata, nikamkunja, nikamweka chini, nikamshika koo, akatoa jicho. Nikamwambia bado, nikachukua meno yangu, nikamweka hapa kwenye koo meno. Pakatoka damu kidogo afe. Alisababisha mimi nikaenda jela. Sasa huyu anachukua viatu vyangu huyu. Hebu niambie nifanye nini na huyu? Baba wewe msamehe. Nimsamehe? Msamehe, wewe binadamu. Wakati anavaa viatu vyangu. Simsamehe ngo. Tena mimi nimekumbuka. Mimi naona huyu nimpe adhabu moja. Mimi huyu bwana bora tu nimpe adhabu ya busha huyu. Umtie busha? Ili akome. Mbona unaamka? Bwana mimi siko pamoja na wewe ndugu yangu. Wakati mimi naibiwa viatu bwana. Au nini? Mimi nimebadilisha wazo. Huyu ngoja nimpunguzie adhabu. Adhabu gani? Huyu sasa mimi bora nimpe ukichaa. Yaani umetoka kwenye busha tena unaingia kwenye ukichaa baba. Bora ukute makopo tumjue. Samehe bure ndugu yangu. Sasa wewe mimi siko pamoja na wewe bwana. Shauri yako bwana. Mimi bwana mimi nitafanya potelea mbali. Bwana mtaalamu. Kwa hiyo mimi nimekuja. Ndio. Lakini ujio wangu ndio. Mimi nyumbani kwangu kuna jamaa ananichezea kwa mke wangu. Kwa hiyo nataka yule jamaa ananivalia viatu vya nyumba yangu. Yule tumtengeneze. Vile wewe ulikuwa unahitaji tumpe adhabu gani? Ya kichaa? Hapana, asiwe kichaa. Sasa. Tumpe adhabu gani? Huyu bwana ya busha. Tumpe busha. Ili iwe fundisho kwa watu wengine wote ambao wanachukua wake za watu. Sawa sawa. Ni sawa. Itakuwa vizuri sana.
Ni sawa, nimekuelewa. Huaga vijana wengi wanayekujaga hapa anayezulumioga mali zao. Ndio. Huaga tunapa gazabu ndogo ndogo kama hizo. Sawa kabisa. Huaga na vijana wakijaga hapa kuwapa adhabu ndogo ndogo kama hivyo, huaga na waagiziaga vitu hivi, vitu viwili. Haya vitu gani? Hapo umenena. Sawa. Vitu ninavyoagiziaga huaga ni mpira ambao ni mpira wa baskeli, mpira wa ndani. Ndio. Ambao ni tube. Sawa. Na pampu. Huaga wanakujaga navyo hapa. Ni hivyo tu? Vitu viwili tu. Sawa sawa kabisa. Ukisha vileta hapa vyote, ina maana sasa hapo ndio tutakuja kumshikisha adabu na utakuja kumjua mbaya wako. So unasema wewe humfahamu? Ndio. Utakuja kumfahamu na atakuja kukuomba msamaha tutakapofanya hiyo dawa. Basi sawa. Huaga na komeshaga wengi hapa. Mwenye tabia mbovu kama hapa. Na mimi nataka wewe akomeshwe na hivi kwa sababu nishasema hivyo. Ndio. Bwana fundi, mimi naenda kuchukua leo nakuja hapa muda sio mrefu, mimi naenda kutafuta hiyo pampu na huo mpira naleta hapa ili tumtengeneze huyo. Sawa sawa. Nataka nimjue ni nani huyo. Basi hakuna shida. Ikiwa kama wewe mwenyewe utakuwa uko vizuri. Basi kavilete, mimi niko. Basi mimi wacha niende nikatafute. Hamna shida. Muda sio mrefu nakuja. Haya. Wacha niende nikachukue. Sawa. Haya. Yaani katika hiki kijiwe leo kimenikumbusha mbali sana. Ndio. Yaani kuna siku ulikuwa kuna Masai wanafanya safari. Baada ya kufanya safari nyuma kukawa kuna basikeli inakuja. Wale wengine wote wakalipisha. Lakini yule mmoja kabaki barabarani. Ndio. Sasa alipobaki barabarani ile basikeli ikaja ikangonga. Wenzake wakamuuliza, sisi wenzako tumeona basikeli tumepisha. Wewe mbona umekaa barabarani mpaka umegonga? Akasema mimi nilikuwa nasubiri apige kengele. Unaona wewe Masai hana akili. Masai mpumbavu. Yaani alikuwa subiri apigiwe kengele. Yaani Masai mpumbavu. Hiko ndo alikonka kifanya huyo Masai. Wewe Masai mwanangu hamna kitu. Na ndio maana wale mshikaji wangu anaitwa Maliasili. Si watu wa porini. Kweli. Mzee, hebu tupe story mzee. Unajua imeninogesha pia. Mwalimu alikuwa ni mgeni baada ya kuhamishwa katika shule ile. Ndio. Alipofika pale akapelekwa darasa la 6 mwalimu wa historia. Kufika kuuliza nani yule Mungu wa Mkwawa. Wanafunzi wote wakajibu mimi si. Oya.
Niambie Mwanangu sikizeni, ngoja nikaongeze fegi basi. Au sio? Nikaongeze. basi hakuna shida. Mwalimu mkuu akamuuliza mwalimu mgeni, "Una hakika mmoja uko hapa darasani?" Ndio. Mwalimu akaamua kuacha kazi kwamba kumbe hapo namsimamia mtu ambaye niko juu elimu yake. Mwana akili mwana. Yaani huyo ni mjinga kabisa bana kibunda. Yaani Masai ana afadhali. Masai ana afadhali kabisa. Baba sikilizeni mwanangu. Kuna story moja. Nataka niwapeni. Siku moja bwana, mimi bwana ni dereva ya magari ya abiria. Ndio. Siku moja bwana nimepakia gari yangu imepakia abiria. Sawa sawa. Nikaa nenda zangu wapi? Nagoe Fakara. Ndio. Nafika njiani nikasimamishwa na Masai mshikaji wangu. Nikajua labda ni abiria. Muuliza kilichotokea sasa. Masai anakuja kwa dereva aniuliza, dereva saa ngapi hapa? Sasa vipi? Fresh, karibu. Haya bana, una sigara hapo? Sigara. Hebu naomba simu Stone 3. Mie kwangu kugamba akuntenda vino. Mie fulani akundira mkazangu. Amemezi nda apate busa. Atende vino kila kintu. Heye. Ndio yuko mgigwa zaidi na zaidi. Ananivalia viatu vyangu nyumbani kwangu. Ananichukulia mke wangu afu mimi simjui, nataka nimjue leo. Yaani atende na busa. Nataka awe na busha. Kama mezo mpira uno. Nikijaza mpira huu basi naye atende idi busa naye dimeme. Sasa kama vile kumemeza mpira. Basi naye ule nani mshipa ujae kama ninavyojaza mpira huu. Ndio. Haya. Hapo nijaza. Kazi ni kwako jaza. Kwa hiyo nikijaza hapo kule jibu atalipata. Atalipata. Ndugu yangu, sigara hizi hapa. Ai! Vipi? Ndugu yangu, vipi tena? Mbona hivyo? Sasa acha yani. Kuna nini? Aisha, kuna nini huko? Acha magari sasa. Pole sana. Umefanyaje bwana? Aisha, pole sana ndugu yangu. Hapo basi. Usije ukausiu maana kujeka sana. Utambafua. Aisha, jikaze basi kama mko hospitali. Ndugu yangu, pole basi, jikaze basi kama mko hospitali, jikaze basi. Jikaze basi. Sasa ngoja mimi niende kwa daktari. Basi poa ndugu yangu. Aisha, kamwona daktari kama vipi? Maendeleo yatakavyoenda inabidi unaniambia wewe. Basi sawa. Haya. Haina neno. Kama wewe unaenda hakuna shida. Basi haya. Tutasiliana. Ambo wakaya hode mgeni akenge. Wakaya hode mgeni akenge. Mgeni akenge. Mgeni akenge. Mgeni akenge. Maji nimetoa wapi jamani, maskini yangu. Sasa maumivu nasikia hapa jamani.
Unapita mlango kwanza. Vipi ndugu yangu? Bwana fresh niambie. Safi bwana. Vipi tena? Misuli vipi? Mwenzangu. Sasa mimi si nipo nyumbani kwangu hapa kila siku unafanya misuli. Bwana ile siku ya mazoezi ukuvaa hivi. Wewe nini? Kwani wewe unashangaa nini? Wewe nini? Mimi nashangaa kwa sababu yani mimi sijataraji kukuta hivi. Kwani shida iko wapi? Uvaje? Luka sasa. Si hivi mwanangu unasema. Bwana. Sasa mbona unacheka? Alafu nicheke kwa sababu mimi sijazoea na hali kama hii. Nini? Wapa misuli ya nini sasa? Mimi si nipo nyumbani kwangu nimestarehe, lazima nivae msuli. Sasa kwa nini wewe hivi? Hebu rusha kabisa. Si mwanangu. Wewe nini? Nataka mfanye hivi kidogo. Ruka kabisa tuone. Sasa nipo. Au sema. Ruka tuone. Wewe mwanangu unanitesa, kwani wewe mwanajeshi? Anataka ndio kama kweli. Wewe unajua kuruka na msuli. Hapa baridi. Hapa baridi si mbona? Hii mpya. Mpya. Na mwaka gani? Wewe haya bwana, sio neno. Poa. Lakini tutajua. Au si? Tutajua. Si uende. Baridi. Tutajua. Poa. Nenda bana. Nini? Wewe boya ni. Ulia tunanipigisha kisura mimi na maumivu makali. Boya. Nenda huko. Kacha mpaka meto na maumivu. Nimeshakujua. Kumbe ndio wewe. Sasa nitakukomesha na bado. Yaani ni kero zaidi ya hii. Bado paka ukome ubishi. Hata ndani nakusikia. Basi, ngoja kuonyesha zaidi. Hivyo hivyo, utapata tabu sana wewe. Unavaa viatu vya watu. Bana poa ndugu yangu. Zako niko nyumbani naumwa mimi ndugu yangu naumwa nyie. Naumwa ndugu yangu naumwa. Haina noma ndugu yangu. Wapo
poa ndugu yangu, naumwa bana, njoo nione. Poa poa. Karibu kae bwana. Kiongozi vipi? Safi ndugu yangu, naumwa mwenzenu. Mbona hivyo tena? Namshika mwenzenu. Pole sana. Bana pole ndugu yangu. Bana kimbonga umeona mambo. Sasa bwana ndugu yetu, hili tatizo limeanza lini? Nakumbuka siku ile kijiweni. Ndio. Tulipokaa kijiweni pale. Kaambia ngoja nikachukua sigara. Nilipofika dukani tu nikasikia maumivu makali sana ndugu yangu. Kumbe ndio maana siku 3 nzima kijiweni utokei. Sitokei. Yaani alivyomkakaaga pale kwamba tunaenda kununua sigara, akurudi tena ndio mpaka leo hiyo. Si ndio maana mimi nikamwambia twende tukamuone. Kwa sababu ni siku 3 nzima tujamuona kijiweni, sio kawaida yake. Ndio. Ndugu yangu, cha kukushauri mimi, ili tatizo linatibika hilo. Sasa. Wapi ndugu yangu? Bwana, tunajua mzee nani bwana? Yule mzee? Ndio bwana. Si pale mtaa pili pale. Ndio yule mzee, haya ndio mambo yake na anaweza kanisaidia huyu. Wapi ndugu yangu bana, hata sasa hivi ndugu yangu twendeni jamani, mimi naumia kweli sana. Yule mzee atamsaidia. Sababu yule mzee ndio mambo yake. Ila sasa ndugu yetu, sisi bwana, leo hatukujua kama tutayakuta maswala kama haya. Tulikuja kwa ajili ya kuangalia tu ndugu yetu, mbona siku 3 nzima toka utuache siku ile ni kimya mpaka leo, tukaamua tuje tukutembelee. Sasa wewe jipange, ukiwa tayari tutakuja kukuchukua tukupeleke kwa yule mzee pale. Ikiwezekana naweza nikaja mimi au huyu hapa. Mimi nitakuwa bize kidogo, wewe mwenyewe kazi yangu si unaijua. Sawa, kwa kazi yako ile ndugu yangu, kuja itakuwa ni ngumu. Kabisa. Mimi nitamfuata. Nipelekeni hata sasa hivi jamani, mimi naumia jamani mwenzenu. Pole sana, tunajua matatizo, jikaze bwana, jikaze, matatizo tunayajua wenzako sisi. Jamani ina samani zaidi ya utu, nipelekeni. Pole kabisa ndugu yangu. Anakwenda kuumia huyu ndugu yangu. Usigonjwa wazee. Mambo ya matatizo ya wazee kabisa hayo. Sasa ndugu yetu, wewe jiandae hapa. Mambo yakiwa vizuri tutakuja tukuchukue tukupeleke kwa yule mzee pale akakusaidie. Sema nini Kibungu? Wewe turudi. Hakuna shida. Zaidi mimi nitamfuata. Hakuna tatizo. Kampange kabisa na yule mzee kule. Ndio. Ili nikija nikimfuata nikienda kwa yule mzee. Tunamaliza. Bwana ndugu yetu pole sana. Sisi bwana tukuache bugua pole. Bugua pole bwana. Saidieni ndugu zangu, saidieni. Sijali mzee. Saidieni bwana. Tutajitahidi kali kwa gharama wote. Basi hakuna shida. Sijali. Karibuni sana ndugu zangu. Bwana bugua pole ndugu yangu. Sema mingi watoa ila sema ndio hivi mnapoona. Hali yako hiyo ya nani? Wewe utulie kwako upumzike bwana, pumzike bwana. Vipi mtaa? Asante. Niambie mzee. Safi kabisa. Bwana sasa nimekuja bwana, ndugu yangu ndio hali unayoiona kama hiyo. Sasa. Ndugu yangu anateseka sana, nimemleta tujue utamsaidia vipi. Ana hali hii ina muda gani? Huyu ile hali haina muda mrefu sana. Ndio. Alikuwa yuko vizuri tu. Lakini cha kushangaza yani tumekuja kushtukia yani yuko hivyo yani. Sawa. Mimi nimeona kwa vile mimi nakufahamu nikaona nimlete hapa. Pole sana kijana. Sasa. Karibu kae. Karibu kae. Pona tu hapa nimefika kwa mtaa. Pona tu, utapona mshikaji wangu. Mungu atasaidia. Pole. Bana halisi ndio kama hivyo unavyoiona. Naiona. Sasa sijui utamsaidieje. Mambo saidie. Alikuwa yuko sawa kabisa. Sawa. Uoga lina usumbufu mkubwa. Sasa. Unaitwa nani? Naitwa Ndunje. Sawa. Hebu shika. Nuia unavyonuia.
kwamba matatizo yangu haya yanaweza katibika. Kama anaweza katibika, bainishia heri. Kama haiwezi kutibika, bainishia shari. Tayari Huwezi ukatibiwa kwa leo mpaka utakapo tafuta chanzo, kwamba chanzo ni nini. Umeelewa mpaka hapo? Na chanzo kinasemekana kwamba kuna uhalifu uliofanyika. Wewe mwenyewe nahisi unauelewa kwamba ni uhalifu gani uliofanya. jamani, ngoja niwaeleze ukweli. Mimi bana nitembea na mke wa rafiki yangu. Sawa sawa. Sasa ndugu yangu, Mtihani hiyo ndugu yangu. yule rafiki yangu Ndio. hakutaka anisamehe. Kwa hiyo kawa kwangu mimi mtihani. Pole sana ndugu yangu. Ila kuanzia leo wallahi billahi na hapa nimekoma. Tena mshikaji wangu, wake za watu achana nao mzee. Wake za watu ni sumu. Sasa inabidi unisikilize wewe. Niambie kiongozi. Umwambie ukijana mwenzio uliokuja naye. Sasa Hapa mimi siwezi nikamsaidia. ndio. Sababu lamni yetu imekataa. Ndio. Mpaka atakapoenda kumuomba msamaha huyo. Sasa Na apate kuja naye hapa. Ndio naweza nikamsaidia. Sasa Ndio. ndio. Bwana, umesikia matatizo haya? Ndugu yangu. Tuende Basi mwenyewe. Ukishindwa kuomba msamaha utajua wewe mwenyewe. Twende bwana. Pole sana kijana. Kwanza haifai. Na ndio maana mimi nimemfanyia yule jamaa kitu kibaya. Kwa sababu haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Yaani rafiki yako wa karibu, ambaye mnafanya shughuli zenu kwa pamoja, anakuchukulia mkeo? Oya. Tena mwanangu ulichokifanya, hicho ni kidogo. Mimi mimi nina roho mbaya. Masu utafanya nini? Mimi namaliza kabisa kila kitu. Mimi nina roho mbaya. Mimi namaliza kila kitu kabisa. Haiwezekani mtu rafiki yako karibu partner hivi. Dakika za mwisho unakuja unatembea na mkewe au anatembea na mkeo. Wewe unalizika. Ungeua. Mimi ndio naona nifanyie vile yani. Jamaa wakishua au? Jamaa kwa kawaida tu, mwanangu analingalinga tu na kijumba chake cha ulisi. Si mwanae sana huyo hapa. Mimi mwenye mshikaji mimi namuelewelewa mara kibao tu nakutana naye. Tena kwa ushenzi sasa. Mimi nataka iwe fundisho ili kwa hata mkoa mwingine anaenda kufanya vile. Akiona mwenzie aliyomkuta hatafanya. Sasa. Ila ndugu yangu kitu alikomka kifanya huyu. Mimi namuunga mkono kabisa. Kwa sababu kalina hii vijana walio wengi. Ndio. Wanatembea na wake za watu. Ndio kimbunga, ndio. Sasa ukisema uongee nao yakiisha anakuvimbia. Ndio. Anatamba. Unajua ile kutamba kwamba mshikaji atanifanya nini? Ndio kimbunga mwanangu, kweli kabisa. Upo sadakta. Siku zote anauanza haonekani, ila anaumaliza waga anaonekana sana. Acha iwe. Lakini vipi shemeji? Kwa sababu usiku tunamuonea jamaa, tunasema jamaa ndio mwenye makosa, kumbe ni shemeji. Au unasemaje? Kwa sababu sio kweli bwana. Lazima uangalie pande mbili. Ila bwana ni kweli, kwa sababu usije ukawa unaonea upande mmoja, kumbe mambo matatizo yako pande zote. Bana wewe sikiliza nikwambie kitu. Sawa? Ninachokijua mimi, si ndio? Yule bwana mdogo kapata bichwa kubwa kwa sababu ya kile kijumba chao cha ulisi pale. Hicho Masu. Tena mimi naona kabisa umefanya kitu kidogo. Masu hivyo. Nakwambia ninapomtathmini yule bwana mdogo, kale kakitambi kake. Sawa? Na kale kamzigo jinsi kalivyokaa. Pale ungeongeza kingine tena. Na ndio maana mimi nimemnunulia filimbi na vuvuzela. Sasa kazi gani na hilo? Kazi gani? Ili ndio itampa shida zaidi. Acha filimbi. Hiyo vuvuzela hii. Bwana. Hii ndio itampa shida zaidi. Nini? Anakuja. Yuko na rafiki yake. Ndio yule. Tulia muone, tulia. Angalia sasa Kaseda alivyomkabili. Tulia. Jabu sana wewe. Sasa mbona unataka undondoshe? Wewe umefika au? Oya, nini shida? Jamaa. Anapiga filimbi. Vipi babu?
Sikiza nikwambie, acha mambo ya kitoto basi. Wewe ni mtu mzima bwana. Acha mambo ya kitoto bwana. Wewe alichokifanya yule pia ni utoto. Sikiza nikwambie bwana, wewe unaona mwenyewe mtu mwenyewe hali yake jinsi alivyo. Acha mambo ya ajabu bwana. Nasema hivi, kama pia naona unahitaji mimi nakupa kabusha na wewe. Acha mambo ya kitoto. Wewe ni mtu mzima sasa hivi, badilika basi. Acha utoto basi. Nendeni basi. Unaona mambo yako tena. Unaendelea au sio? Poa. Nendeni. Tushajua yeye, waharibu. Bana kwa pikipiki kwa zetu. Waharibu, nendeni huko. Bana kwa pikipiki. Na mkizubana wanaongezea. Ndio akome. Oya mwanangu, vipi sasa? Wewe shuka bwana. Shuka bwana. Vipi ndugu yangu, mbona umesimama? Mwanangu anuje. Sikiza nikwambie. Usione mimi nimesimama hapa ndugu yangu. Sikufichi, nimeamua kusimama hapa ili nitoe dukuduku langu. Maona kitendo alichokufanyia yule jamaa hapa? Nimeona. Sasa mimi sijapenda. Umeelewa? Sasa kama vipi wewe uende ukamwombe msamaha kama tulivyoshauriwa kwa mganga siku ile. Au unaonaje? Sawa tu ndugu yangu, nimeridhika. Ngoja nikamwombe msamaha. Wewe umeongea kitu cha maana. Kamwombe msamaha mwanangu, atakusumbua sana. Hiyo hali hiyo mwanangu ya mshipa hii. Wewe acha tu. Mimi naumia kichizi rafiki yangu. Mimi nimekubali, mimi mwenyewe naniuma sana. Ngoja tu nikombe msamaha. Maana naumia sana ndugu yangu. Poa, panda wenzetu. Maso, kununua shamba mimi sio tatizo. Lakini je, ubora wa shamba na matunda yapo kweli kwenye hilo shamba? Ndugu yangu Kwendala, sijawahi kukuangusha ujue. Sawa. Tumefanya mambo mengi sana mimi na wewe. Sijawahi kukuangusha hata siku hii moja. Kiukweli ndugu yangu, hilo shamba halina shaka kabisa. Shamba liko na matunda, sawa? Shamba ni kubwa. Shamba ni zuri, yani kiufupi shamba mbona halina wasiwasi ndugu yangu? Lina matunda ya kutosha. Sasa matunda pale hayaulizwi ndugu yangu. Lina matunda ya kutosha. Sawa, mimi nakuhakikishia kabisa. Unaelewa? Sawa. Ndugu yangu, mimi nimekuja na ujio wangu wote huu. Mimi naomba unisamehe. Mimi binadamu, nimekosea kweli, nimetoka na mke wako, lakini kwa mateso ninayopata naomba unisamehe sana ndugu yangu. Wewe nasema hivi, kwani wewe hilo busha linakupa tabu gani? Si unatembea nalo tu kama kawaida. Ndugu yangu, wewe mwanaume na mimi mwanaume. Umeelewa? Wewe na mimi tumetoka mbali kaka. Kutenda kosa sio kurudia kosa. Mimi binadamu mmeteleza, naomba unisamehe. Sasa ndugu yangu Kwendala. Naomba unisikize kitu kimoja. Sawa. Huyu bwana amekuja na maneno mazito kidogo. Sawa. Kwa maana anahitaji msamaha wa dhati. Anajua kabisa kwamba amekosea. Ninachokuomba ndugu yangu, hebu rudi nyuma. Msamehe huyu bwana mdogo. Sawa, kumsamehe naweza kumsamehe, lakini ili busha litatoka. Nimepewa masharti mimi. Kwa mganga. Yuko tayari na masharti? Niko tayari kaka. Inatakiwa sasa, kama unaomba samahani mimi nakukubalia. Uniletee shilingi milioni 10 ndio linatoka hiyo. Mimi najua tu hauko tayari kunisaidia. Ila haina shida. Mimi niko tayari, lakini ulete kwanza pesa. Sawa, mimi nitafanya hivyo. Nafanya hivyo ili kabusha katoka. Mama kaamua kunikomoa. Anataka milioni 10. Ndugu yangu, hali yangu sio nzuri kifedha. Hali yangu sio nzuri kiafya. Wewe unafikiri milioni 10 babu nitatoa wapi ndugu yangu? Ukipiga hesabu nyumba yenyewe ya ulisi, yaani nyumba ya ulisi
Wewe unafikiri mimi nitafanyaje? Binadamu ataka kufanyia mabaya sio kwa haya. Milioni 10 nyingi sana hizo hela. Bana, mimi nimekusikia ndugu yangu. Ndio. Nimekusikia na nimekuelewa sana. Ndio. Lakini sasa ndugu yangu Andunje, wewe si unakumbuka kuna ushauri nilikupa kuhusu swala kuuza hii nyumba yenu hapa? Nyumba siwezi nikauza ndugu yangu. Nitauzaje nyumba? Hii nyumba bora ungeuza, kwa sababu nina imani moja kwa moja hii nyumba yako ni ya thamani sana, unaweza ukauza bei yoyote unayotaka wewe. Ina maana utakapoiuza unamaliza matatizo hayo, na nina uhakika moja kwa moja pesa zitakazobaki utajenga nyumba nyingine ndugu yangu, kuliko kuishi hivyo. Wewe ugonjwa achana nao mzee. Mwanangu hapo unanipa changamoto ndugu yangu. Mimi rafiki yangu kama hivi sasa hivi nikisema niuze hiyo nyumba, na hiyo nyumba ni yani nimeachiwa ulisi. Mimi ndo mtoto wa kipekee. Wewe unafikiri nitaishije sasa kwa mfano? Nitaenda kukaa wapi? Nitaanzia wapi? Muona bana. Sasa sikiliza ndugu yangu. Mimi nilichokiona hapo cha umuhimu kwanza ni uhai wako kwanza. Zeni masuala ya kuishi tutajua utakapopona mzee. Tuuze hii nyumba ndugu yangu. Tuuze hii nyumba ili ukatibiwe bana. Mambo ya nani, tutajenga nyumba nyingine. Nyumba yako mbona ya samani tu hii? Basi sawa, nimekuelewa ndugu yangu. Sasa nitafanyaje? Je, mteja nampata wapi ndugu yangu? Kuhusu swala utafuta mteja hilo ni achini. Mimi nadhani ni mwenyeji sana hapa mjini. Na ninakuhakikishia kuwa madalali wote nawafahamu. Na nakuhakikishia kwamba nyumba tutaiuza bei tunayotaka sisi. Umenielewa ndugu yangu? Shakuelewa ndugu yangu. Sawa, haina shida. Mimi nimelizia tu niuze. Bora uuze nyumba mwanangu au sababu hii hali nilokuwa nayo sio nzuri. Baba staili mwanangu, matatizo makubwa. Jamani baka kutoa. Bwana sasa ndio yule dalali niliyokuambia nitamtafuta. Huyu hapa. Okay. Mimi nimetafuta tajiri. Basi karibuni bwana. Asante. Bwana dalali hapa ameelekeza mambo yote na ameniambia kwamba nifike nijiridhishe. Maana mambo ni mengi bila mchache.
ila kwa namna ya gharama na bei ambayo nimetajiwa iko juu sana kulingana na hali ya milioni 50 ni pesa nyingi sana, na mandhari ukiangalia haendani na hiyo pesa. Sasa mimi nitoe pendekezo, kwa namna nilivyoona nyumba nijiridhisha, mimi nitalipa milioni 35. Naelewa, lakini naelewa, mimi nimejiridhisha, na ninapokuambia nakwambia ukweli, nimefanya biashara nyingi sana za kununua nyumba, na bei niliyokutajia kwa hii nyumba ndio bei sahihi. Sasa kama itafaa, tumwambia mwenye nyumba itamfaa fanye biashara, vinginevyo nazungumza naye, na muda umeenda sana. Nimetumia muda mrefu sana kukagua nyumba, lakini kufika hapa pia nimeacha shughuli zangu. Kama inashindikana, turudi nyumbani. Basi tumie muda mrefu, kama naona na nani, mimi niweze kufanya shughuli nyingine. Wasema hii nyumba sio milioni 35 baba. Hii nyumba hata nikikuonesha hati za marehemu baba, yani utachoka, ni gharama alizofanyia nani service hii nyumba. Hii nyumba ni milioni 50. Afu nauzia shida, nimekwama, ndio maana. Unaelewa ndugu yangu? Sasa milioni 35 ndugu yangu haikidhi, yani haikizi hata kwenye nani yangu. Kaka ongezi hata hiyo milioni 45. Mboga kabisa umeuma kwa muda mrefu sana. Sana. Gani unalitambua? Naelewa. Sasa hivi kwa shughuli yangu mimi ndio uchukue. Kwa sababu tajiri mwenyewe kaka kimechunga. Kwa hela hiyo kaka yangu ndio katiliwa. Ni malazi. Poa, haina shida. Bwana, hizo pesa kweli zimepatikana? Hizo pesa kaka zimepatikana. Sawa, lakini sasa mimi naona kwa muda huu tumechelewa. Tufanye kesho asubuhi. Hicho ni kwanza, sawa? Wewe vumilia, kesho mambo yatakaa sawa. Sawa? Sila sipo. Mimi naona sio tatizo sana. Sababu kesho sio mbaya. Mimi naona sio tatizo. Sasa nilishakuchwa. Ndio ndio kesho. Karibuni. Asante. Habari za huko? Ndio. Sasa habari za huko? Salama. Bwana, mmeshaliziana? Ndio. Naomba samahani. Ndio. Mimi nimemwelewa. Ndio. Na ile pesa tulioahidiana kashaitoa kanipa. Umelizika? Nimelizika. Uko tayari tumsaidie? Msaidie tu. Saidie tu. Uko tayari tukusaidie? Saidie tu, mganga naumia. Bwana sawa. Mwanzo amekubali msamaha wako. Amesema kwamba tukusaidie. Ila hautarudia? Sintarudia tena. Hautarudia? Sintarudia tena. Sawa.
Haya, kuna bashika hii. Wewe, hii ni kazi yako. Aha. Sawa. Hiyo ni kazi yako ya kumsaidia ndugu yako. Sawa. Sawa, eh? Sawa. Inabidi uweke nia hapo. Vile unavyoviona, matatizo yote kama ni uchawi utoke. Sawa? Maumivu unayojisikia yapungue. Tumeelewana? Sawa mganga. Sawa mganga. Funua. Endelea huko unafungua, sio kafungua kabisa, ukifungua kwa haraka haraka unaweza kumuua mwenzio. Sawa sawa. Fungua kidogo kidogo. Sawa. Ndio ukome. Uchukua giza watu ukome. Puliza mu. Puliza tena. Vipi ukicheki? Ndio. Hapo safi. Nashukuru. Ndio. Nashukuru mganga. Bana nimepona. Nimepona mwenzangu. Naomba Ngalia. Jamani nimepona. Bwana mganga tunashukuru sana. Hamna shida. Asante. Amepona huyu bwana. Kapona. Amepona sana. Sija karudia tena. Kijana njoo huku. Mwageri sawa kabisa. Wewe inshallah. Nashukuru bana ndugu yangu. Pumzika hapa. Kwa mzigo wa maana. Ila ukome. Nimekoma. Umeona mpaka hapo. Nimekoma ndugu yangu. Fundisho. Nimekoma. Kuonea huruma tu kwa sababu amekufanyia hivyo. Amekutia busha tu. Ila ingekuwa watu wengine waga angekufanyia vitu vibaya. Ndio kweli. Kweli. Si ndio bwana? Ni kweli bwana. Unachozungumza ni kweli. Mshukuru sana. Mimi nakushukuru bwana ndugu yangu. Wote tunachokuomba usije ukarudia ndugu yangu. Naomba unisamehe sana. Michezo ya wanawake za watu ni mibaya. Ndio. Sipendelee kuchukua haki za watu ndugu yangu. Umwambie ndugu yangu. Nashukuru. Achana hiyo biashara yake za Na watu. mimi kwanza leo nimeacha.